Mwanamke ni mwamuzi wa hatima ya uzao wake, ya uzao wa tumbo lake, mwamuzi wa hatima ya watoto wake. Hakuna namna unaweza kuamuliwa hatima ya watoto wako, lazima uamue wewe mwenyewe. Unapaswa kuwa radhi kulipa gharama yoyote kwa ajili ya uzao wako. Unapokuwa upo katika kipindi cha ujauzito, unakubali yote. Kuna zile miezi mitatu ya kwanza, alafu kuna ile mitatu ya hapa katikati. Ikishafika 6 angalau sasa ngozi zinakuwa zimekaa stable, mwili umetulia. Hapo sasa kuna mitatu ya kutokulala. Ukilala, lala ubavu. Lala ubavu, huwezi kulalia tumbo. Kwa mimi usilalie tumbo, wewe mwenyewe tu vinakushinda. Haleluya. Ni ubavu wa kulia, ubavu wa kushoto. Ubavu wa kulia, ubavu wa kushoto. Hata uchoke kiasi gani, ni gharama umelipa. Manake umefanya uwekezaji kwa ajili ya kizazi. Kazi ya mwanamke mpaka kuleta mtoto sio kazi rahisi. Wakati unaweka nguvu kubwa kuhakikisha unapata mtoto salama, kuna mtu anaweka nguvu kubwa kuhakikisha unapoteza kila kitu. Ndio maana kama mwamuzi wa hatima ya watoto wako, hatima za watoto wako, unapaswa kulipa gharama sahihi kwa ajili ya kizazi chako. Watu wengi sana namna wanawekeza kwa watoto wao, wanawekeza kitoto, hawawekezi kiutu uzima. Utanielewa baadaye. Bwana Yesu apewe sifa. Namna unawekeza kwa watoto wako si sawa na inayotakiwa kuwekezwa. Sadaka, kuwekeza kwa ajili ya watoto wako kwa mwaka huu, kwamba hii ni sadaka yangu, naiweka mbele za Bwana kama bima ya hatima zao, kama bima ya afya zao. Naweka kwa Mungu, hii ni sadaka, napanda mbegu kwa ajili ya uzao wangu. Umeweka kiasi gani? Au ukienda kanisani ndio unaenda na 2,000, 1,000, shilingi 500. Sisemi kwamba sio sadaka, inawezekana ndio kiwango chako kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati mwingine hata kama Mungu akikubariki zaidi, unaona kama